kumkumbuka Mungu wako kwanza. Kama unaandika, jambo la kwanza, kumkumbuka Mungu wako kwanza. Yako mambo matatu ambayo yametajwa katika huo mstari, lakini la kwanza halimuhusu Mungu. La kwanza linakuhusu wewe, alafu la pili linamuhusu Mungu, na la tatu linamuhusu Mungu. Na jambo la pili na la tatu lenyewe linasubiria au linategemea jinsi ambavyo wewe umefanyia kazi lile la kwanza. Ukimaliza lile la kwanza, unafungua mlango wa kwanza wa Mungu kufanya kazi yake. Unafungua mlango wa pili wa Mungu kufanya kazi yake. Kwa hiyo mawili atayafanya Mungu, wewe utafanya moja tu. Na wewe usipofanya hilo moja, hayo mawili Mungu hafanyi, kwa sababu hujafanya hilo moja. Kwa hiyo jambo la kwanza, maandiko yamesema kwenye mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Wangapi wanamkumbuka Mungu? Hapo ndo kuna shida. Tunakumbuka mambo mengi sana. Kwenye checklist yako, wa kwanza kukumbukwa sio Mungu, ni ada za watoto. Wa kwanza kukumbukwa sio Mungu, ni madeni ulionayo. Wa kwanza kukumbuka sio Mungu, ni hela za kupeleka sakosi, maana deadline ni kesho. Wa kwanza kukumbukwa sio Mungu, ni mahitaji yako na familia yako, watoto wanakula nini, ni mafuta ya gari, ni hiki na hiki, ni kupeleka kule site. Priority yako ya kwanza, Mungu hayupo. Cha kwanza unachokumbuka ni mahitaji. Na mara zozote unapokumbuka mahitaji yako kwanza, kabla hujamkumbuka Mungu, Mungu hawezi kufanya namba 2 wala namba 3. Kwa sababu ya kwanza lazima ni ya kwako. Watu tunasema hivi, gia namba 1, Mungu haingizi gia namba 1. Mungu anaanza gia namba 2. Gia namba 1 ni gia ya mwanadamu. Wakati Mungu alitaka kufanya miujiza na kwa wana wa Israeli, kuleta miujiza, alimuuliza Musa, una nini mkononi? Cha kwanza kabisa, Mungu haleti fimbo. Mungu anatumia fimbo ulionayo. Sio kwamba anakuambia, mwanangu Musa, chukua fimbo hii, chukua fimbo hii, piga. Gia ya kwanza hii, ujue kuanzia leo, gia ya kwanza yoyote aingizi Mungu, unaingiza mwenyewe. Kwa hiyo usipoingiza gia namba 1, utakaa sana kwenye mafanikio, utachelewa sana kufanikiwa, utaumwa sana, utakuwa mtu wa matatizo sana, utafanya kazi nyingi, utafanya vibarua vingi. Tunakuuliza, piga mahesabu ya mwaka mzima, umefanikiwa kwa kiasi gani? Unajikuta madeni ni mengi. Piga mahesabu kwa mwaka mzima, unajikuta dawa ulizotumia, hela ulizotumia hospitali. There is nothing called development. Hakuna maendeleo, kwa sababu ulichelewa kuingiza gia. Alafu umekaa unasubiri Mungu aingize. Mungu hawezi kuleta fimbo kwa Musa. Kwa mfano, Musa kama angekuwa hana fimbo, mfano Mungu akamuuliza Musa, una nini? Akasema, nina panga. Leo hii Biblia tungekuwa tunasoma tofauti, kwa sababu Mungu asingetumia fimbo, angetumia panga ambalo Musa angekuwa amelishika mkononi. Kwa hiyo Mungu hakutumia nothing. Aliangalia nini kiko mkononi, kile cha kwako, hata kama ni kidogo namna gani. Mungu ndiye anakoanzia hapo. Lakini Mungu anataka kianzio kitoke kwako, yeye ndio aendeleze kubariki. Musa aliposema ana fimbo, Mungu akasema tayari mtaji upo hapo, tutaitumia hiyo fimbo. Hiyo fimbo ulionayo mkononi ni kafimbo kadogo, lakini hako tutakatumia. Na kuna wakati Yesu aliletewa mashtaka na wanafunzi wake kwamba, mzee, watu wamechoka, waruhusu, wana njaa, siku ya ngapi watu hawajala, na huko tunakokwenda hakuna duka, hakuna mto, hakuna chakula, hao watu watakufa huko njiani. Kwa hiyo walimletea uamuzi, solution ya busara. Walikuwa ni washauri wazuri.
kwa sababu walikuwa wanajua nyika inayofuata ni umbali mrefu tunakokwenda, na hamna mto, hamna genge, hamna duka, kuna watoto hapa, kuna wamama wajawazito, watu wengi watakufa kwa njaa, maana tayari tumetoka muda mrefu hawajala. Yesu akasemaje? Wapeni nyie chakula. Wakasema, mzee unatania, are you joking? Sasa tutawapa nini? Sisi hatuna kitu. Yesu akauliza, mna nini? Wakasema hamna kitu, ila kuna kijana mmoja alishaijua mikutano ya Yesu. Inakuwaga mirefu, inakuwaga haina lanchi, haina maji, haina chochote. Huyu ni kijana mmoja tu alishagundua hiyo mikutano. Akasema, bwana, huko tunakwenda kwa Yesu hatujui tutarudi lini. Kwa hiyo hii ilikuwa sio ya watu wote, alijibebea posheni yake, mikate yake na samaki wake, kwa ajili ya kuendelea kula huko mbele ya safari. Sasa walipochunguza wakamwambia Yesu, hamna kitu, ila kuna kijana mmoja ana mikate hapo na samaki, lakini ni wa kwake tu, hawatoshi. Yesu akajua gia namba moja ipo. Akasema, leteni hao. Leteni hao samaki, leteni na hiyo mikate. Miujiza haikutoka juu, haikumwagika ile mikate kutoka juu. Ile kulisha watu 5,000 walikula kutoka pale kwa wale, ile mikate 5 iliyokuwepo na samaki 2. Na kile ambacho kwenye theology anasema, kile ambacho kilitokea kwenye ule muujiza wa mikate ile 5, mmoja alipewa Andrea, mwingine alipewa sijui Matayo, mwingine alipewa sijui Yohana. Mikate 5 iligaiwa kwa wale wanafunzi. Alafu wakaambiwa, watu wote wakaambiwa, wekeni laini kwenye hao watu wenye mikate. Alafu nani, samaki zile ziko wapi? Samaki mpeni nani? Mpeni Yuda. Yuda chukua samaki mmoja. Na wewe nani, chukua samaki mmoja. Kicho wake nafanyika, sio kwamba Yesu aliomba alafu mikate ikashuka. Haikushuka mikate. Ila wale waliokuwa wamepewa ile mikate wakaambiwa, sasa watu wanaokuja kwenye foleni, unamega kipande unampa, anayefuata unamega tena unampa. Sasa muujiza ni kwamba ukimega mara 2 mkate unaisha. Sasa muujiza usiokuwa unatokea ni kwamba kila ukimega, wakati wewe unampa huyu, huku unabakia kama ulivyo. Unaumega tena unampa anayefuata, huku kwenye mkate unabakia kama ulivyo. Kwa hiyo ndio ikawa inawashangaa, mbona mkate hauishi? Na watu wanaendelea kupokea mikate. Unamegwa mkate, anapewa mtu, anaondoka, unamegwa tena anapewa mtu, unamegwa tena anapewa mtu, mpaka wote ukaene, jamani nani bado hajapata? Wote wamepata. Vikabaki na mengine 12. Wakajaza vikapu. From gear number 1. Utamkumbuka Mungu wako. Kwa hiyo ukimkumbuka Mungu, umeingiza gia ya kwanza. Mungu atafanya ya pili. Na jambo la pili, anasema unapomkumbuka Mungu ndio anakupa nguvu za kupata mafanikio. Pale maandiko yanasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Naposema utajiri, sio utajiri wa kina Bahalesa wa kina nani, mafanikio. Mafanikio unahitaji kupata nguvu za kuyapata. Anayetoa nguvu za kuyapata hayo mafanikio ni Mungu. Lakini atoi mpaka umemkumbuka. Kama hujamkumbuka, huwezi kupata nguvu. Utaumwa, utafanya kazi ndio, mshahara utapata, utaishia kwenye sukari. Kila siku wewe ni dawa, dozi za sukari, dozi za pressure, dozi za nini. Madaktari ndio watakula hiyo hela. Wewe huli wala Mungu hali. Zinaishia huko kwenye madeni, kwenye misiba. Kila siku mtasafirisha msiba. Leo fulani nani mtoto wa mjomba. Sasa jamani, hebu tukae kikao. Kila mtu atoe shilingi, inatakiwa tukodi costa, inatakiwa sijui ngapi. Wewe sema hapana. Lazima tu uingie mfukoni. Na hata kama una, lazima uende benki, na hata kama una, lazima ukakope. Msiba, wewe ndugu wa muhimu, usipotoa unatengwa na ukoo. Kwa hiyo unapambana, unakopa, unatoa.
mnasafirisha. Kesho tena Shilima, shemeji ameondoka. Inatakiwa na Shilima hawezi kuzikwa Dar es Salaam. Hamna Shilima anayezikwa Dar es Salaam. Hakuna Talimu anayezikwa Dar es Salaam. Hata hayo maskini namna gani, lazima akazikwe Kilimanjaro. Nani anayepeleka hela za kwenda Kilimanjaro? Wewe unachomolewa. Bana, sasa ameondoka, tukae tuchange, unatoa. Kwa hiyo utafanya kazi sana, lakini nguvu ya kupata mafanikio hauna. Ndio maana fedha zako Biblia sawa, mifuko imetoboka, yani zinaingia zinamwagika. Kwa sababu kuna mahali pamoja tu hujapafanya, kumkumbuka Mungu wako. Kimkumbuka Mungu wako, yeye ndo atakupa nguvu za kupata utajiri. Atakupa nguvu za kupata vyanzo vya biashara. Hata ukianzisha biashara, biashara itasimama. Wamama wengi wanaanzisha biashara zao zinakufa kila siku. Unaanzisha hii inakufa, unaanzisha hii inakufa, unaanzisha hii inakufa, unakopa ulipwi, kwa sababu kuna ile anointing ya nguvu ya kupata mafanikio una. Kwa kila unachokifanya hakina mafanikio kwa sababu hujamkumbuka Muumba wako. Na jambo la tatu, maandiko yanasema unapomkumbuka Mungu wako kwanza, ndio analifanya imara agano lake kwako na vizazi vyako. Kwa hiyo ukimkumbuka Mungu kwanza, atakupa nguvu ya kupata utajiri. Lakini kuna mambo mengine ambayo hayahitaji utajiri. Kuna mambo mengine ambayo hayahitaji hela. Yanahitaji Mungu aimarishe agano lake ili mambo yaende. Kwa mfano afya. Afya yenyewe haihitaji hela, lakini unahitaji afya. Haijalishi una hela kiasi gani. Uwe kusema mtu akiwa na hela ndo apati magonjwa. Bahati mbaya wenye hela wengi ndio wana magonjwa makubwa. Wenye hela wengi ndio wana masukari, wana makansa, wenye manini. Kwa hiyo hela sio tatizo. Ukimkumbuka Mungu, anafanya agano aliloapa kwa vizazi na vizazi. Aliloapia baba zetu kwamba atatupa afya.